Mzigo unaanzia hapa, unamwonyesha mama mmoja yuko kwenye kilinge cha kishirikina, na hapa yupo anafanya matambiko, na haya matambiko anaonekana na picha moja hivi anaizungusha kilingeni. Picha hiyo ni ya mtoto wake, huyu ni shangazi. Mwanadada huyu hapa anaitwa Joyce akiwa amelala na mume wake, lakini huko maneno anayonena shangazi yake anasema kwamba wewe ni nani? Kwa nini ufunge ndoa wakati watoto wetu hawajawahi kufunga ndoa, hawajawahi kwenda kwa heshima hivyo kwenye ndoa zao? Wewe umefunga ndoa, wewe ni nani? Na hapa anasema kwamba Joyce, ndoa yako haitodumu kabisa. Wakati wamelala hapa kitandani, ghafla ni kama mwanaume wake akashtuka, ni kama harufu mbaya inatoka. James akasema kwamba kuna nini ambacho kinaendelea hapa, lakini baada ya kugusa hapa mwanamke ameshakojoa. Maana yake ni kwamba amekojoa kitandani. Ni baada tu ya kuoana, ilikuwa ni siku ya kwanza ya ndoa yao. Ibwana, hii kamshangaza na akamuuliza mke wake, hii ni nini? Yaani umekojoa kitandani? Mke wake alijitetea kweli kweli kwa sababu hajafanya hivyo na hana tabia ya kukojoa kitandani. Kuna stori kubwa sana hapa, naomba tufuatilie mwanzo mpaka mwisho huu mzigo. Lakini nakuomba tuendelea kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili uwe mwanafamilia wa N50 Recap. Mimi ni Shai TZ, let's go. Haya, turudi nyuma sasa, ili kuaje mpaka akawa hivyo. Na mzigo wetu unaanzia hapa, unamwonyesha mwanadada wa kuitwa Joyce anatoa taarifa ya furaha kweli kweli hii siku. Anamwambia kwamba mko tayari, kuna jambo jema nataka kuambia, lakini anashukuru sana, anasema kwamba amenilea kipindi chote. Huyu Joyce bwana ni mtoto yatima, wazazi wake walifariki dunia, lakini hii familia ya mama mchungaji ikamlea ipasavyo na akakuwa mpaka hivi sasa. Wazazi wake walifariki akiwa na umri mdogo sana Joyce, lakini leo akawaletea taarifa njema. Anamwambia kwamba nimepata mchumba na amenivisha pete hii hapa ya uchumba. Lakini hapa shangazi yake huyo hapa Beatrice ni kama alimtazama jicho fulani hivi, lakini akaanza kujichekesha tu, anajua kinachomchukiza huyu shangazi. Lakini baada pale mama mchungaji akasema kwamba hakuna shida kabisa, nilijua tu ni mtoto mzuri, na hata kwenye Biblia kuna Esther tulimsoma, na wewe unakufananisha na Esther kabisa kwa namna ambavyo umeishi kwa kujitunza. Lakini wadogo zake wakampongeza tu dada yao kwa kumpata mchumba na wanatarajia kuoana. Alipoondoka tu hapa huyu mwanadada Joyce akaacha mkoba wake hapa, lakini shangazi akaiba picha na kisha akaipakia kwenye pochi lake na akaondoka naye. Hawa wako bize tu wanaongea kivyao. Mama mchungaji anaagiza tu vijana wake waendelee na kazi. Baada ya pale akamuita pembeni akamuuliza, mwanangu, huyo mchumba ameanza lini na umempataje? Akamwambia kwamba tuna miaka 2 sasa hivi kwenye mahusiano, kwa maana yake tumeamua tu kufunga ndoa. Shangazi akamwambia kwamba mtadumu kweli, unamwamini? Joyce akasema kwamba tutadumu tu, Mungu pekee ndo anajua kesho yetu. Shangazi akampongeza tu kinafiki hapa akamkumbatia, lakini huku nyuma anamngonga. Yaani ni hatari, ushangazi na roho mbaya, sikwambie mtu. Mimi nakutakia tu baraka njema kuelekea kwenye ndoa yako. Mtoto akashukuru kabisa, anajua shangazi ni mwema hapa. Baada ya pale kikatimia kila ambacho alikuwa amekipanga. Hii siku bwana wakafungishwa ndoa. Hii ndoa ilikuwa ni ndoa takatifu mbele ya mchungaji Pasco. Na hapa kauliza kila mtu kama yuko tayari kwa ajili ya kuhakikisha pia anaingia makubaliano ya kudumu, manake mpaka kifo mtaoana. Na zoezi lililofuata ni kwa ajili ya kumvisha pete mke wake. Akamvisha pete, lakini iliyofuata ni makofi tu na shangwe hapa ukumbini. Baada ya harusi kukamilika, wakaenda vacation kwenda kula bata. Maisha yao ilikuwa ni mazuri sana kwenye ndoa yao. Baada ya pale ikawa sasa huu ni usiku uliofuata, ni usiku wa kwanza kabisa kwenye ndoa. Ndoa yao ilikuwa na furaha, sikwambie mtu. Sasa siku ambayo ilikuja kuchafua kabisa taswira ya ndoa yao, hii ilikuwa ni siku moja hivi ambapo shangazi Beatrice kaenda kwenye kilinge ambacho wanakitumia. Kumbe huyu mwanadada ni mshirikina, maana hataki kabisa kwa binti yake kutoboa kwenye ndoa, kwa sababu kuna mabinti zake ambao pia hawajaolewa, lakini yeye ni nani mpaka aolewe? Na kwenye familia yao aliyefunga ndoa ni Joyce peke yake, wengine ni kama walikuapuliwa tu kama mwewe. Baada ya kunena maneno mabaya kilinge huku akizungusha picha ya mtoto wake ambaye ni Joyce, kilichofuata Joyce akakurupuka kutoka usingizini. Lakini baada ya kurupuka kutoka usingizini, kilichofuata alikuwa ameparonisha kabisa, manaka amekojoa, amelimwaga kojo kitandani. Mume wake hii siku ilimshangaza kweli kweli, kwani hata wewe ungekuwa umeshaoa mna siku moja tu kwenye ndoa na ukamwoa mwanamke ambaye anakuja kuanza na tukio la kukojoa kitandani, litakushangaza. Na hata siku ya kwanza tu mwanamke unaamka asubuhi na umekojoa na ndoa yako bado ni changa, unafikiri wewe utalichukuliaje? Ni moja kati ya kitendo kigumu sana, hata mwenza wako hawezi kuamini. Anajua ni tabia yako mbona unaifanya toka ulipokuwa nyumbani kwenu. Lakini baada ya pale mawazo yakajaa kwelikweli. Mwanadada akaamua kumpigia mdogo wake hapa ambaye ni mtoto wa mchungaji, na huyo ana ukaribu naye sana. Akaanza kushare naye, akamwambia kwamba huku kwenye ndoa yangu kuna changamoto. Yaani ndoa yangu sasa hivi haina amani kabisa, nachopitia ni kigumu kabisa kwenye ndoa yangu. Yaani natamani hata kuondoka kwenye ndoa, mume wangu anisikilize kabisa. Lakini mdogo wake akamtuliza, akamwambia, tuliza pressure dada yangu, naomba usiwe na mawazo sana, hebu shusha pumzi. Na kisha kama tu kushusha pumzi
pumzi hapa, akatulia baada ya kuambiwa maneno mazuri na mdogo wake. Baada ya pale mdogo wake akaendelea na umbea na washikaji zake hapa, maisha mengine yakaendelea. Sasa kwa James alichoamua ni kwenda kwa baba mchungaji kuongea naye kabisa ili afungisha ndoa. Akamweleza mambo yote ambayo yanaendelea kwenye ndoa yake, ni kwamba mke wake sasa hivi haeleweki, yani kule ndani kumechafuka kweli kweli. Yani vitu havieleweki, vipo zigi zaga baba mchungaji. Yani anashindwa kuelewa kabisa. Lakini mchungaji akamwambia kwamba yapaswa uombe. James akasema kwamba kama kuomba na kusema mchungaji, nishaomba sana lakini mke wangu abadiliki tu. Yani kila siku nafua nguo chafu za mke wangu, kila siku anakojoa. Yani imekuwa sasa ni jambo la kawaida tu kwa yeye kukojoa kitandani. Nashindwa mpaka nifanye nini baba mchungaji. Lakini mchungaji akamwambia kwamba siku zote Mungu hujibu wakati fulani ambapo mwanadamu haamini kabisa kama Mungu anaweza katenda. Na wewe yapaswa uamini tu kwamba Mungu anaweza kufanya jambo endapo tu ukiamua kuanguka miguuni pake. Maana yake uamini katika kuomba kila siku mwanangu. Lakini baada ya pale mzigo unaturudisha huko, mwanadada yupo na mawazo kweli kweli. Anakumbuka kipindi hicho wakati ndoa yao inaanza na wakati wako kwenye uchumba. Ilikuwa ni nyakati nzuri sana. Hakufurahia hata robo ya furaha ya ndoa yake. Yani ndoa yake hapa ni mazonge tu kila siku. Na hapa anapigiwa simu na mdogo wake Lydia, lakini simu anaikata hapa, hataki kabisa kupokea simu. Lakini ikakuta SMS kibao tu kamtumia hapa Lydia. Kuna jambo likamkumbusha ile siku alipokuwa anaongea na shangazi yake na akamuuliza mna uchumba miaka mingapi, lakini akamwambia kwamba mtadumu kweli, unamwamini? Hii siku bwana ikamkumbusha, akaanza kufanya maombi hapa kwa bidii kweli kweli. Anaanza kuhisi kama kuna kitu kibaya ambacho kimefanyika kwenye ndoa yake. Lakini baada ya pale wakaamua kwenda mpaka kwa mchungaji ili kuyazungumza. Mchungaji akamwambia kwamba nimeamua kuita wana maombi kwa ajili ya kuombea. Lakini hata wana maombi wakasema kwamba yapaswa tuombe kwa sababu hata katika kitabu cha Waefeso imeandikwa kabisa, hatupambani na nguvu za kawaida, bali tunapambana na mamlaka zenye nguvu zaidi. Na hii ndoa yenu yapaswa tupambane kwa sababu huenda kuna mamlaka nyingine ya nguvu zaidi ambayo inapambana na nyinyi. Kilichopo ni kupiga magoti na kuomba kwa bidii sana hivi sasa. Baada ya pale kilichofuata ni wakashikana mikono kwa ajili ya kufanya maombi hapa, wote wana maombi katika hilo kanisa. Maombi yalichapa kweli kweli hii siku, yani masaa yanatembea, wako bize tu kuomba hapa. Lakini wakati bado wako bize wanaomba, nguvu ikashuka, nguvu ya ajabu ikashuka katika hili eneo. Watu walikuwa wamezama rohoni kweli kweli. Lakini ghafla huyu shangazi Beatrice kaja hapa na matunguli yake kimya kimya, akafungua mlango na kisha akaja hapa ambapo alikuwa anaomba. Mchungaji pamoja na timu yake wako bize tu, hamuoni kabisa. Shangazi maombi yalimleta hapa na wala sio kingine kabisa. Baada ya kusema wametimisha maombi, ghafla akamwona mtu ameongezeka hapa. Huyu ametoka wapi? Ni shangazi mtu bwana. Shangazi mtu akaanza kutubu tu kwa kila ambacho alikifanya. Anasema kwamba Joyce alitakiwa arisi mikoba pamoja na hii ambayo nimekuja nayo hapa. Maana kwamba alikataa, tulikuwa hatutaki kabisa aolewe. Maana kuolewa kwake ni kana kwamba amesaliti chama. Huyu binti mmoja akasema ni kweli, niliona kwenye maono na hiki chungu nilikiona. Inawezekana ni kweli kabisa, Mungu kajibu kuhusiana na hili. Baada pale shangazi akaomba msamaha sana kwa huyu Joyce kwa kila ambacho alimfanyia. Na hapa akawasimulia kila kitu alichokifanya, kwamba alichukua picha ya huyu mwanadada na kisha kuipeleka kilingeni, akainenea maneno mabaya. Alikuwa hataki kabisa kwa Joyce kuingia kwenye ndoa. Walichotaka wao ni kumrisisha masuala imani za kishirikina ambayo yalikuwa ni kwenye ukoo wao. Hapa hiki kitu Joyce kilimshangaza sana, kwani alikuwa jui kabisa kama shangazi ni mchawi na walikuwa wanasali naye kanisani kila siku. Mchungaji akasema kwamba katika Agano la Kale ilikuwa ni kwamba mchawi angepigwa mpaka kufa, lakini kwa sababu tuko kwenye Agano Jipya yapaswa kusamehewa. Na hivi sasa toka tumwombee maombi ya toba na yeye atubu, amrejee Yesu Kristo katika maisha yake. Lakini hapa mshangazi hakuwa na noma kabisa, akakubali kuombewa. Wakaanza kufanya maombi hapa ya nguvu kweli kweli. Shangazi akapiluka piluka hapo, uponyaji ukaingia, na baada ya maombi bwana akawa ameamka hapa ni mpya kabisa, sasa ni mzima. Baada ya pale akaongozwa sala ya toba, akatubu kila kitu na akawa kiumbe kipya. Maisha ya wanandoa haya yakaendelea kama kawaida, lakini mwamba akamwomba sana msamaha mke wake, kwani ilifikia hatua alitaka kabisa kumwacha huyo mwanamke kwa sababu tu ya kitendo cha kukojoa kitandani. Hii ni moja kati ya tabia ambayo kwake hakuvutiwa nayo kabisa. Joyce hakuwa na shida kabisa, akamsamehe mume wake na maisha yakaendelea. Ukisoma katika kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 12, maana yake ni kwamba ufupi tu, vita vya Mkristo si dhidi ya watu ama damu na nyama, bali kuna mapambano ya kiroho dhidi ya nguvu na mamlaka za giza. Kwa maana yake uwezo ukapambana mwenyewe, mshirikishe Mungu katika kila jambo. Mimi ni nani? Mimi ni Shay TZ. Let's go.